Naam, hujambo sana. Jina langu ni Presenter Manu, natoka PM Media. Na leo tuko hapa na wanafunzi wa Communication and Public Relations. Na wanataka kwenda field trip ama field course project. Wanaenda kufanya field course project. Na hebu tueleze jina lako. Majina yangu kamili ni Lewis Oyugi Otebo. Okay, wewe ni PR student? Mimi ni PR student na tunaenda field course. Unaenda wapi? Tunaenda Nairobi. Okay, na matarajio yako ni gani? Natarajia hiyo trip ikue yenye uchangamfu. Trip yenye kuna wengine wetu hatujaienda Nairobi. Hii ni mara yetu ya kwanza tunakanyaga jiji hilo kubwa. Tumekuwa tukiona kwa maandamano. Sasa leo tunafika huko. Kwanza nasikia Friday tuko Parliament. Tunaenda kuona pali wabunge wanakaa. So, na unasikia aje kwenda Nairobi mara ya kwanza? Venye mnaona nimefurahia. Niko na furaha yenye bashasha. Imejaa, si mnaona hata nyinyi. Kwa shule nina hapa Kongole kwa sababu wametusaidia, hatukuwa tumelipa karo na wametuambia tuende, tutalipa baadaye. Wanafunzi naomba tutumie hii fursa, hii nafasi tu explore Nairobi, tuone, tusiende kupati pekee, tuende tu tuone, tu learn juu itatusaidia huko mbele. Ndio niko nayo. Tueleze jina lako. Jina langu ni Ben Kachoi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Masai Mara, mwaka wa pili, ndaki ya sayansi isilia. Nafanya course ya public relations. Naam. Na matarajio yako ni yapi? Matarajio yangu ni kama tukienda huko tuna expect tupate madem, like to party. Ni sherehe inatupeleka huko kusema kweli. Si masomo? Ni masomo lakini sherehe ina asilimia kubwa sana. Masomo ni kama 20%. Naam. Hivi mmejipanga kivipi kwenda kufanya hiyo sherehe yenu? Tumejipanga vyema sana. Kuna allowance ambayo tunapewa, pesa nyingi sana ambayo imetolewa na shule. Shule inatupea pesa nzuri. Ngapi? Siwezi taja kwa sasa kwa sababu ya security. For security purposes. Ni pesa nyingine nzuri sana ambayo itaweza kututosha vizuri sana. Labda inaweza kuhakimu kwa hiyo muda. Unaenda kwa muda gani kwanza? Tunaenda kwa muda wa siku 5 kuanzia leo, na tunatarajia kumaliza shughuli yetu itakapofika Ijumaa. Kwanza kabisa tunaenda kuangalia kesi ya Adani ilifika wapi, venye kesi iliendelea ikafika. Tunaenda kuchunguza vizuri sana. Hivi mnaenda kotini? Tuendi kotini, tunaenda JKIA tuchunguze vizuri, tujue ni kipi kilikuwa chanzo cha moto ambao tuliona wiki uliopita. Darasani. Kwanza kabisa niko na furaha sufufu, niko na furaha riboribo. Furaha isiyo na kifani kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kwenda Nairobi. Na najivunia kama mwanafunzi wa Masai Mara kwamba nimepata fursa nzuri ya kwenda kujua Nairobi na kwenda kuchunguza vitu ambavyo vimetupeleka huko. Naam, na kwa wanafunzi wengine nawatakia tu kila laheri, muwe na safari njema, tuwe wanafunzi wazuri. Naam. Hivi unaambia nini watu wa AB13? AB13 wakae tu nyumbani, watapelekwa Shamahoho huko Kakamega, waenda kufanya kile ambacho tunaita inaitwa investigative journalism. Waende wachunguze ni chanzo kipi ambacho cha watu wa jamii wa Luhya kukula ugali, sisi tukiendeleza serikali. Wao waende wafanye uchunguzi, mbona Waluhya wanapenda ugali, ndio maana wamepelekwa huko. Naam. Hivyo hiyo sio uchokozi kwa watu wa AB13? Si uchokozi, ni kazi tu. Ni kazi tu ya kawaida.
na ni uamuzi wa shule. Basi shule ikishaamua hivyo, hatuna budi la kusema kwamba lisilobudi inabidi, ama ni nini? Ni hiyo. Ni hivyo. Safari njema. Kelvin Otieno, of course. A public relations student, Masai Mara University. 2.2. 2.2. Yeah. I'm told that you are going for a trip in Nairobi today for a field course project. Yeah. What are your expectations? The greatest expectation is just to make an academic adjustment, and of course it's a field course, so we are going to visit so many areas, specific areas of studies in relation to the course in pursuit. So it's gonna, we have, personally I have very many expectations, academic adjustments, as I've said, explore and meet new things, and so many different kinds of things, in relation to whatever I'm pursuing, that is public relations studies. Okay. How have you planned yourself based on the fact that you are going for 5 days or so? Yeah, the field course is gonna take like 5 days, but I can say that personally I'm prepared as a student adequately, but the administration, that is the Masai Mara University administrations, has made it so easy. That means they are gonna sponsor our trip, some allowances that will enable us run our programs. So I can say that in terms of preparation, the administration has made it easy, and I can say that we are. How much is that allowance? The allowance. Okay, the allowance is going to be, that is for the 5 days it's going to be 850 per student, and for the 5 days. So 850 for a day or for 5 days? For a day, that is for 5 days it will be 4,250. Yeah. Okay, one word for to your fellow students and to the administration, to the department. To my fellow students, I can say that let's use opportunity to make the adjustments in our areas of studies. Of course, we are going to visit so many areas of studies. So I will urge my fellow students, let's make it an academic trip as it is. Then let's learn, adventure, and make the academic progress that is expected at the end of the trip. Then to the administration, I can say thanks for the administration, that is for allowing us to have this trip, and for sponsoring, and also I just thank the administration for this opportunity. It's a good opportunity, and it's good for us as students. We are happy about it. Okay, kwa majina naitwa Lewis Osindi. Hayo ndio majina yangu makuu. Siku ya leo tunapotarajiwa kwenda katika jiji kuu la Kenya. Kuna masuala ambayo tunaweza kuangazia katika trip hiyo. Tukianza mwanzo tunafaa kwenda tukaangazie masomo kidogo, kwa sababu hilo ndio jambo kwamba linatupeleka kule. Jambo la pili, la kwanza tukianzia masomo, tutaweza kutembelea institution kadhaa. Tukianza na bunge kuu la Kenya. Bunge kuu la Kenya tunaweza tukampata pia seneta wetu kule. Tunaweza tukampata mabunge kadhaa, tukaweza tukawaoji kidogo. Unajua, kwanza hii kozi yetu inahusu mambo ya uojaji, mambo ya media and council what. So tunafaa kwenda tuangalie wakuu wa Kenya, sisi tunafuata nyayo zao. Miaka ijayo pia sisi tutakuja kuwa viongozi wa Kenya. Kwa hivyo tunafaa kusoma masuala kadhaa machache. Jambo la pili, tunapoenda, unajua masuala ya binadamu lazima interaction kidogo. Tutaanza kuinteract na chuo kikuu cha Nairobi. Ndugu zetu kule wanatutarajia kule, na kama kawaida tunafaa kuwa na salamu 1, 2, 3.
Mwanaume unapotembea ufai kutembea bure, lazima ukwe na. Hivi umejipanga kivipi kwenda kusalimia wale marafiki pale? Wale marafiki wetu. Wale marafiki wetu tutaweza kwenda tuka interaction kidogo pale. Lazima tukaweza tuka interact na gender tofauti ya kule, wanaume wa pale, at least wanaume wetu wakapata wasichana wa kule, wasichana wetu wakapata wanaume wa pale. Na hivi kwamba hapo awali wanafunzi wamekuwa wakiambiwa walipe pesa fulani kwenda field trip. Hivi leo nyinyi mliambiwa mlipe ama hamjalipa? Ikifika upande wa kulipa pesa, unajua hiyo ni compulsory kwa sababu kule njiani pia kuna mahitaji mengi hapo madogo. So kulipa pesa hiyo tumelipa, na hiyo ni muhimu sana. Hiyo kwanza tunashukuru shule kwa sababu huwezi kuwa una expect tu kusukuma kama mzigo, kama gurudumu pelekwe huku pelekwe kule. At least angalau unapokuwa na kitu kidogo ambacho kitaweza kukuchunga mfuko. Unajua mfuko lazima uwe na kitu, angalau ndio survive. Hizo ndio survival tactics ambazo tunahitaji sisi kama wanafunzi. Kwa hivyo una neno gani kwa shule na kwa idara, kwa wanafunzi wenzako? Kwa wanafunzi wenzangu naomba tu wawe makini kwa vitu vidogo tunavyoenda kuvisoma. Ni vidogo ndio, lakini ni muhimu. Hata siwezi sema ni vidogo, ni vikubwa. Kwa kuwa hizo vitu vinaweza vikabadilisha maisha yao. Ukianzia mambo na education, that's the main thing. Wamekuja shuleni huku, watasoma, mwisho watatarajia kuja kuwa viongozi mbeleni. Apart from kuwa viongozi, watatarajia kufungua biashara zao. So wanaweza enda wakasoma mambo ambayo wanaweza wakatumia skills, technologies and skills ambazo wanaweza kuzitumia ili kufanya mambo yaweza wakawa shwari. Hivi kama kiongozi utahakikisha vipi wanafunzi wako ama wenzako wa idara watakaa na nidhamu pale wakiwa nje? Wanafunzi wenzangu hapa, jinsi ninavyowaona, nimekaa nao kwa muda wa miaka 2, ni wanafunzi wachangamfu. Ni watifu. So kiongozi wao akiongea wao wanasikiza. Nikiongea jambo wanafuata. So that's it. They are very cooperative students. Junaiva hata asante sana kwa kujiunga nasi nani Lewis, na kila laheri na safari njema kwa safari ambayo mnasafiri. Jina langu ni Presenter Manu.